hundreds of thousands of people and provides a livelihood to millions. The industry plays a critical role in safeguarding and protecting our communities, businesses, and institutions. And key to this are security guards, walinzi, nyinyi, who are the first line of defense and play a critical role in intelligence gathering. The industry also contributes significant money into the treasury through VAT, PAYE, and other tax contributions. Your Excellency, the Governor, I'm sure you're aware that the industry in Kenya faces a number of challenges. These mainly relate to varying levels of compliance with issues such as pay, training, vetting, and working conditions within the industry. In order for this industry to effectively fulfill its mandate, we believe that it requires a strong regulatory environment. I would like to commend the government for recognizing these challenges and taking steps to address them. These include the establishment and empowerment of the Private Security Regulatory Authority, which is ably led by the DG, Mr. Fazul Mohammed. The PSRA has provided a robust framework for enhancing regulation covering both security service providers and individual guards. This includes the registration of security guards, provision of unique numbers, and this will empower security guards by facilitating the process of ensuring fair employment practices and safe working conditions. This will enhance the quality of service provided to clients, which will build trust and confidence in the industry. G4S Kenya is fully supportive of the PSRA's initiatives in enhancing standards, and we have always paid the minimum wage. We adhere to the law, and we urge all other security players to do the same. By working with the PSRA, the union, and key stakeholders, we strive. Tumpige makofi marefu pia. Asante sana Bwana Lawrence Okello. Mgeni wetu rasmi naomba nimwalike Jeremy Van Tongeren, the Chairman Association of Security Companies. Tumkaribishe kwa makofi tafadhali. His Excellency Johnson. Director General. Ladies and gentlemen, esteemed members of the private security industry, honored guests and colleagues. It's been a great privilege and honor to stand before you today as Chairman of the Kenya Security Industry Association, the Employers Association of the industry here in Kenya. This industry is not security, and we must continue to navigate through the ever-changing security demands and expectations. Compliance with the Private Security Regulatory Act is paramount. It not only ensures the safety of our clients, but also builds trust within our community. We thank Mr. Fazul Mohammed for the leadership he has demonstrated. And as employers in this industry, he has our full support to make our industry more professional and reliable. In our line of work, professionalism is non-negotiable. We thank PSRA
for investing in the training and development of our security personnel. This includes not only the acquisition of necessary skills, but also the cultivation of a strong ethical foundation. Let us always remember that our actions reflect not only on our companies, but also on our entire industry. The advancement in our evidence that our employees are duly registered and licensed, thereby enhancing our credibility in the eyes of our clients. Our industry does not operate in isolation. We are an integral part of the communities that we serve. Let us actively engage with the communities to understand their concerns and work together to find solutions. By being responsible corporate citizens, we strengthen the bonds of trust with those that we protect. In closing, I want to emphasize, as the chairman of the Kenya Security Industry Association, my commitment to the industry's growth, success, and integrity is unwavering. I encourage each one of you to join hands with the government in this journey of continuous improvement and progress. Let us set high standards for ourselves and our industry, demonstrating that we are not just security providers, but we are the protectors of peace and safety. Thank you. Angalau huyu si mrefu sana, lakini amebarikiwa kwa style yake. Makofi mazuri. Asante sana bwana Jeremy Van Tongeren. Na hivi sasa tunapokamilisha, kabla sijamwalika mkurugenzi mkuu mamlaka ya udhibiti wa makampuni ya ulinzi binafsi, naomba niweze kukamilisha mgeni wetu rasmi kwa kumwalika bwana Arnold Maliba, ambaye yeye anahusika na masuala ya mawasiliano kwa chama cha UDA, ambaye yeye pia anawakilisha jamii ya Mlembe. Anakuja na barua rasmi kutoka kwa jamii ya Mlembe. Mimi sijui hiyo barua inasema nini, lakini yeye atatueleza zaidi. Situmkaribisheni jamani kwa makofi bwana Arnold Maliba. Tuko na askari nyumbani ama hatuna askari? Mpo? Sasa mambo ya kusema hoye wachana nayo, hiyo ni harali. Nikisema hip hip, si mnajua hiyo chia? Hip hip. Hapana, hiyo ni dhaifu sana. Hip hip. Mimi naitwa Arnold Maliba. Mimi ni Strategic Communication Advisor wa chama cha UDA, na niko hapa kwa sababu ya mambo mawili. Kitu cha kwanza ni lazima niwaambie siasa inakaa vipi kwa dakika moja ama mbili, na kitu cha pili nimetumwa na Luya Council of Elders wa Nairobi, wako na barua. Ningependa kuanzia hapa. Pale UDA, unajua sisi wale watu wenye huenda kwa TV kuongea mambo ya siasa tunasema kizungu mingi sana. Lakini wacha nijaribu, nikiongea kizungu mnikumbushe niseme Kiswahili. Sawa sawa? Nisisahau, sawa sawa? Kwa sababu siasa lazima tuseme kwa vile iweze kusikika kwa urahisi. Kitu cha kwanza kabisa, Rais aliweza kupeana promises 172. Kwa hizo promises anasema yeye anataka kutoa watu chini awalete juu. Sema bottom up. Kuna wale watu kwa hiyo pyramid wamekuwa hapo chini kwa muda mrefu sana. Mmoja wao ni askari. Na mimi nasema hivyo kwa sababu mimi ni mjukuu wa watchman. Nilikaa na yeye Mathare namba 10. Nimezaa hapo. So ukiniona kwa TV nikiongea pale unaweza kufikiria nimetoka kwingine. Mimi nimezaliwa Mathare namba 10. Ninajua shida za bawabu vizuri sana. Lakini sisi pale UDA na Kenya Kwanza tunataka tufanye hivi. Wakati ule mnasukuma serikali ifanye kazi vizuri, inataka kila mtu afanye kazi yake vizuri. Kwa hivyo kuna mambo matatu tumefanya. Kitu cha kwanza, tunafufua economy. Hii economy tulipata kama iko kwa mtaro, ilikuwa kwa koma. Wachana na hiyo kizungu na hiyo siasa inapigwa huko. Rais amengangana kutoa hii kitu kwa mtaro, ameleta hapa juu. Tumetoa kwa koma, sasa hizi tunaisafisha, inapona. Kuanzia mwezi wa 9, hii economy itakuwa inakimbia kimbi. Huo ndio
ukweli. Wachana na hiyo kizungu mingi kuku kwingine, kwa sababu ukifanya kazi hapa chini unapata iko hivyo. Kitu cha pili, tuna manage politics. Simuona baba anaenda Addis Ababa. Hello? Hip hip. Hip hip. Simuona tunapeleka baba Addis Ababa. Kwa sababu kitu ya kwanza, baba amefanya kazi ya maana sana kuanzia miaka ya 80. Lakini kuna watu bado wanataka kikuwa na miaka 84 wakuwa wanasukuma yeye ndio waweze kushinda kura. Lazima baba apewe heshima yake na afanye kazi yake vizuri. Tunapanga siasa. Kwa hivyo tumemanage economy, tuna manage siasa na vitu vinavyopenda kwenda mbele. Sasa tutakuja kwenye kama watu na mtupigie kura. Ningependa kuzungumzia nyinyi kwa haraka sana. Kuna mambo matatu hapa. Mimi kama mjukuu wa watchman najua hiki. Mara mingi askari hawajakuwa wakipatiwa dignity. Sema dignity. Ndio sababu wanaitwa watchmen. Hata kwa Biblia watchmen imetajwa mara 40. Hakuna dignity. Lakini hizi regulation, na nasema hivi kwa sababu nimekuwa kwa hii sekta kwa muda mrefu sana. Labda Fazula anaweza kuambia hii sekta mimi nimekuwa nayo kwa muda mrefu sana. Sio tu kwa sababu niko na relatives, but I've worked in this particular sector hata nikifanya hii kazi nyingine. Kwa hivyo hizi regulations, sheria ambazo tunapitisha zinafanya mambo matatu. Tunataka mkuwe na dignity, kazi yenu ikuwe na honor, na over and above ikuwe professional. Sawa sawa? Ningependa kuwauliza hivi. Unajua kuna Kenya hii kuna askari. Unajua tunasema kuna vyombo vya usalama, sijui maafisa wa vyombo vya usalama, vyombo vya dola. Unajua usalama ni nani? Usalama ni nyinyi. Kwa sababu hawa watu wote watakwambia kuna mtu anafanya nini? Kuna mtu aliona. Huyo aliona ni nani kama sio wewe? Hata headquarters ya polisi inaitwa Vigilance House, si ndio? Vigilance ni nini? Ni kutofunga macho, si ndio? Nani hawafungi macho kama si nyinyi? Si ni nyinyi? So ningependa kusema hivi. Kabla nilete wazee Waluya wako pale. Kitu cha kwanza, out of 1.3 officers wale ambao ni security, private security providers, hao ni watu tayari wanapiga kura. Si mko na kitambulisho? Hello? Leo ningependa kuwaomba hivi. Ikifika kwa siasa, ningependa mpige siasa ya akili. Siasa msiweke kwa roho, sawa? Siasa hutumii roho. Roho ni ya mapenzi. Sawa sawa? Ikifika siasa tumia akili, kwa sababu pesa ni akili, maslahi ni nini? Ni akili. Hii mambo ya tukifika kwa siasa tunaanza kuwa na feelings, wachaneni nayo. Kwetu Western tunasema atawe. Sawa sawa? Sawa sawa? Kwa hivyo leo tukikaa hapa, ningependa mseme malipo mabaya tawe. Sawa sawa? Inua watu mkono, malipo mabaya, malipo vibaya, madharau, kudharauliwa, kufinyiliwa. Sawa sawa? Ninasema hivyo kwa sababu hii, watu 1.2 ni kura mingi sana. Sawa sawa? Lakini ikifika nyinyi regulations zinaenda bungeni, hakuna mtu hivyo anatetea regulations zenyu. Mlipelekewa regulations za kupewa bunduki huko parliament, wakaangusha. Walisema hamjatrainiwa. Si sasa mmetrainiwa? Walisema hamlipwi vizuri. Si tumeleta 30k. Walisema hamna vetting, hamna, sisi tumeleta GFN numbers. Sasa siwapatie bunduki ama nini? Hello? Hello? Ningependa kuendelea kidogo kwa sababu Secretary General wangu anaitwa Malala anakuja. Sawa sawa? Hello? So nimesema hivi, siku ile walikataa msipatiwe bunduki, walisema hamna training, mnalipwa vibaya, hamjafanywa vetting na hamna identity. Tumeleta GFN numbers, mumetrainiwa na mnalipwa sasa 30,000. Hiyo ni sawa sawa? Siwalete bunduki sasa. Watu 1.3 mtalinda inchi iendelee vizuri. Sawa sawa? Ningependa kusonga kwa haraka sana. Unajua you are national security apparatus. Sawa sawa? You are the auxiliary support system to the people who are doing this. Nyinyi ni wengi kuliko NIS. Nyinyi ni wengi kuliko polisi. Nyinyi ni wengi kuliko jeshi. Lakini unajua nini? Kwa sababu sera zenyu zinashindwa bungeni ni kwa sababu hamna representation bungeni. Mimi nimekuja hapa kuambia siasa. Unajua kwa nini? Wanajeshi hawa mameja, sijui colonel nini, wako na Didmas Baraza bungeni. Wakarabati engineers wako na Oscar Sudi huko.
Hata maslay queen wale wenye hawajatajwa kwa Biblia kama nyinyi mara 40 wako na nani? Sisi huyo sitasema. Hata walevi wako huko na representative. Alafu watu 1.3 million hamna mtu wapi bungeni. Na ndio sababu tukipeleka sera na regulation wanaangusha. Si mjipange tafadhali. Acheni kufanya siasa ya feelings, fanyeni siasa ya akili. Hello? Na hapa sisi Kenya kwanza tunataka tufanye kazi na nyinyi. That is why hizi regulations zinaendelea. Hakuna mtu mwenye amepigia Fazul simu akamwambia ati usifanye hii, sijui unafinyilia nani. Wale cartel wote wa security sector tumeachana naye pambane nao. Hello? Mshike sisi mkono tusaidiane na nyinyi. Hello? Ningependa kumaliza kwa kusema hivi. Si nimewambia nyinyi mjipange, Andabwa yuko hapa. Hao watu wengine wote wanastahili kukuja na hizo vitu zingine zote. Nataka mjipange tusaidiane tusonge mbele ili tufanye hii kazi. Lakini sisi kule kwenye tunatoka Western, kule kwenye ambako wazazi wangu walitoka, mimi nilizaliwa hii town. Kuna hii kitu. Ukiangalia watchmen out of 1.3, 60% ya hao wanakuaga watu wa Mlembe. Sisi tulizaliwa kama tuko tayari. Hello? Kitambo kazi ya watchmen ilikuwa ati kazi ya kudharauliwa. Sasa hizi tunanyorosha, inanyoroka. Ati watu wa security hawezi kufanya. So sisi wazee wa Nairobi, wa Luya, the Luya Council of Elders ya Nairobi, walinituma wakaniambia, hakuna haja ya kungoja watu mpaka wakishakufa ndio tuanze kuwasifu. Si ndio? Kwa hivyo leo wameniambia hapa hivi wanataka kufanya jambo moja. Wangependa kucrown Fazul kama a Luya elder. Pigeni makofi tafadhali. Na pia kuna hapa mbaba anaitwa Andabwa. Huyu Andabwa amepambana na hii vita ya reforms kuanzia 2006. Huo ni muda mrefu sana, si ndio? Hello? Sasa pia tungoje akishazeeka akienda kwa kufa, alafu ndio tunaenda kwa matanga yake huko kupeana ushuhuda mrefu. Huyo pia tumesema leo tunamfanya anakuwa Luya elder. Sawa sawa? Na ako na mwenzake hapa anaitwa Soita. Hao watu wamepambana. Wamesema mimi na Sakaja bado ni wadogo, tungoje. Watatutafuta siku nyingine. Lakini hawa watatu sisi hatujali. Ule mtu anashughulikia maslahi yako ndio mtu wako. Sawa sawa? Kwa hivyo ningependa kualika wazee waje hapa. Mtatupatia dakika kama 5 hivi. Muwapigie makofi tafadhali. Tena